Karibu sana msikilizaji katika kipindi chetu ambacho tunazungumzia masuala ya saratani na afya kwa ujumla. Na leo tunaangazia moja ya mada muhimu kabisa ambayo mara nyingi haiangaliwi na watu wengi, na hiyo si nyingine bali ni maumivu yanayotokana na ugonjwa wa saratani. Kama kawaida kwenye kipindi hiki siko peke yangu, mimi ni Lea Mushi, niko na mwenzangu ambaye ni daktari bingwa wa masuala ya wa magonjwa ya saratani, Daktari Heriton Karaza. Daktari, wasalimie. Habari za jioni, popote mlipo. Karibuni tena kwenye kipindi kingine cha saratani. Leo tunazungumzia kama Lea alivyosema, saratani na maumivu. Mhm. Asante. Na kama alivyoeleza daktari, saratani na maumivu, ambapo hii inatupa mwanga sisi ambao hatujui vizuri. Nataka kutupa mwanga wa kuhusiana na ugonjwa Mm. huo na jinsi ya kuweza kuwasaidia watu wengine ambao wanapata maumivu kutokana na ugonjwa wa saratani, na namna ya kuyatambua, jinsi ya kujaribu kuyapunguza na hata kukabiliana nayo ili kuleta ahueni, vile vile kumsaidia mgonjwa ili kuwa na utu. Basi tukianza moja kwa moja, daktari, kwanza kabisa Mm. tunaomba utufafanulie ni kwa namna gani ugonjwa wa saratani unasababisha maumivu kwa mgonjwa. Aha, asante sana Lea. Ugonjwa wa saratani unaweza kusababisha maumivu kwa njia kuu tatu. Njia ya kwanza ambayo mara nyingi ni saratani yenyewe kama ugonjwa, unaweza kuwa unasukuma. Mfano saratani labda imeanzia kwenye titi ambayo inasababisha uvimbe, kwa hiyo inaweza ikawa inasukuma sehemu ambazo ziko karibu na titi ikasababisha uvimbe. Kwa hiyo ule uvimbe wenyewe kama uvimbe ambao umesababishwa na saratani, au saratani yenyewe inaweza ikawa ni chanzo cha maumivu. Namna nyingine ni tiba ambayo inahusishwa na ule ugonjwa wa saratani, na nikimaanisha hapa zile tiba za njia ya mionzi. Zile kemikali pia ambazo tunaziita chemotherapy zinaweza kusababisha maumivu, au pia upasuaji. Tunajua pia upasuaji ni sehemu moja ya tiba ya saratani, pia hiyo inaweza kusababisha maumivu. Lakini nyingine ambayo inakuja kabla ya tiba ni uchunguzi. Mtu akiwa anaumwa saratani au anadhaniwa kwamba anaumwa saratani, kuna uchunguzi huo unafanyikaga kabla hajagundulika au hajathibitishwa kuwa na saratani, na huo uchunguzi unaweza ukahusisha mtu kuchomwa sindano. Kuna kitu kinaitwa biopsy kwa Kiingereza, kutoa kinyama. Hiyo pia inaweza kusababisha maumivu. Kwa hiyo maumivu yanaweza kaa kuna hizo sehemu tatu, lakini kuna aina fulani ya maumivu ningependa pia kuiongelea leo. Mm. Hiyo ni ile maumivu ambayo inapatikana sio kwenye mwili, yani ya kugusa. Mm. Tunasema maumivu ya kihisia. Hatuwezi kuona kwa kugusa kabisa, lakini mtu akiambiwa na saratani au mtu akiambiwa labda tunakuhisi una saratani, wengi wanaanza kupata maumivu ya kihisia kwa Kiingereza, au kwa Kiingereza tunaweza kusema unseen sort of pain, emotional pain tunaweza tukaita. Oh. Mtu anaanza kupata hofu, ile hofu inaweza kuleta maumivu. Mtu anaanza kuwaza itakuwaje, nitapata pesa wapi za kutibu ugonjwa, kazini itakuwaje, naweza nisiende tena kazini, au mtu mwingine anaanza kuwaza kufa au kufariki. Vyote hivi vinaweza vikasababisha maumivu. Kwa maumivu kubwa ni hiyo ya aina mbili, lakini mara nyingi tunaongelea maumivu ambayo unasikia kimwili, ndio ambayo nimetaja mara ya kwanza. Mhm. Na sasa kuna aina za saratani tofauti ambazo husababisha maumivu tofauti, au maanake umetolea tu mfano mmoja. Je, kwa mfano kama saratani ya damu, saratani ya mm, tezi mm, dume, mm, hizo zikoje? mm. Kila saratani ina maumivu yake, na umetaja hapo saratani mbili, saratani ya tezi dume na saratani ya damu. Saratani ya damu mara nyingi maumivu yanakuja kwenye mfupa, mifupa inakuwa mara nyingi na maumivu, kiacha sehemu zingine kuwa na uwezo wa kupata maumivu, lakini mara nyingi sana ni mifupa, kwa sababu ni ni saratani ambayo inaenda kushambulia kiwanda cha damu ambacho ni mifupa pale pale katikati. Na tezi dume maumivu yake yataendana na wapi ile saratani imeanzia, kwenye tezi na mfumo wote ule wa mkojo. Kwa hiyo mtu anaweza akapata maumivu wakati wa kukojoa, mtu anaweza akapata maumivu wakati wa kutoa haja yake kubwa. Mtu anaweza akapata maumivu ya mifupa, kwa sababu pia ile saratani ya tezi dume inaenda kwenye mifupa. Kwa hiyo saratani na saratani inaweza kuwa na maumivu tofauti. Mwenye saratani ya tezi dume hawezi kuwa na maumivu sawa na mtu ambaye ana saratani labda ya utumbo mkubwa au utumbo mdogo au tumbo lenyewe.
Mtu mwenye saratani ya matiti anakuwa na maumivu tofauti. Kwa hiyo saratani au maumivu, saratani itaelezea aina gani ya maumivu, lakini pia stage. Mtu mwenye stage 1 anaweza kuwa na maumivu tofauti na mtu mwenye stage 2, 3 na mpaka 4. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinaweza vikasababisha mtu awe na maumivu ya aina gani. Sasa unaweza ukatuambia labda ni aina gani za maumivu ambayo wagonjwa wengine labda tuseme umetutajia hapo, kwa mfano kama kwenye swali la kwanza, lakini Mm. aina zingine za maumivu ukiacha hayo ya kisaikolojia, hayo Mm. ya kuchomwa sindano na nini na nini na nini, kuna aina nyingine zaidi? Kuna moja ambayo mara nyingi wakati mwingine nikiongelea watu wanacheka. Eh. Mimi naita maumivu ya kiuchumi. Kwa Mm. Kiingereza wanaita sumu, wanaita kwa Kiingereza wanaita financial toxicity. Kwa hiyo saratani kama saratani, kadri unavyoendelea kuijua utakuja kugundua kwamba tiba yake ina gharama sana. Dunia nzima tiba yake ina gharama sana. Kwa hiyo naweza nikatolea mfano, kuna dawa za milioni 1, za milioni 2, za milioni 3, za milioni mpaka 10, unaelewa? Na hiyo unakuta tu ni dawa kwa mwezi mmoja au kwa wiki 3 tu, na inabidi apate nyingi, sio tu moja. Kwa hiyo kuna hayo maumivu ambayo sio tu yule ambaye anaumwa saratani anapata, hata familia nzima. Kwa hiyo maumivu ya kifedha, mifuko kuwa mikavu, kwa sababu inabidi ajihudumie kwa sababu anaumwa saratani. Hayo ni maumivu pia ambayo huwa nayaona sana yakijitokeza kwa wagonjwa ambao wanakuja kwangu, especially kuna hospitali zetu hizi ambazo zinahudumia Watanzania halisi wale kwenye kipato cha chini. Tunaiona mara kwa mara, na unaona kabisa mtu kwenye sura yake, kwa sababu umwambia hii dawa au huduma inagharimu kiasi fulani, yale maumivu kwamba nimekosa, sina hela, naweza nisipate hii huduma, unaiona pale pale machoni mwako kabla hata hajaondoka. Kwa hiyo ni aina fulani ya maumivu ambayo watu wengi hawapendi kuiongelea, lakini mimi naiona, au madaktari wengi ambao tunatibu hizi saratani hapa Tanzania tunaona sana, na inawezekana ulimwengu mzima ambao nchi zake ziko kuna nchi ambazo kidogo ni za kimaskini au za Nchi zenye uchumi uchumi kidogo. mdogo au uchumi wa kati. Ndio kabisa. Kwanza napenda nikupongeze Dr. Heri kwa sababu Mm. umekuwa unawapigia sana chepua au unawapenda kuzungumzia kwenye masuala ya kihisia kwa wagonjwa wako, swala ambalo madaktari Mm. wengi hawazungumzii. Hilo kwa kweli nakupa hongera sana kwenye kuwajali wagonjwa wako. Asante sana. Aya, sasa tukiendelea na hizi aina za magonjwa, umetuambia kwamba mtu anayeumwa labda kwenye steji ya kwanza, steji ya pili, steji ya tatu na steji ya 4 zinatofautiana. Je, Ndio. maumivu haya huanza mapema kabisa tangu saratani inapoanza kwenye mwili wa binadamu kujitokeza au katika hatua fulani? Hilo ni swali nzuri sana. Sisi tunachokijua mwanzoni kabisa, mara nyingi saratani hainaga maumivu. Hatua za awali kabisa saratani haina maumivu, na hiyo inaleta changamoto kugundua saratani, kwa sababu mwanzoni, kwa sababu mtu anakuwa na saratani lakini haina maumivu, kwa hiyo mtu anaweza kuhisi aumwi. Lakini wengi wanakuwa na saratani au wanakuwa wanaumwa miezi mpaka miaka kabla hata hajagundua yeye mwenyewe na kuanza kuitibu hiyo saratani. Kwa hiyo huku mwanzoni kabisa, namkumbuka kuna mwanabiolojia mmoja wa Kimarekani aliandika kitabu kinaitwa Cancer Biology, yani tunasema biolojia ya saratani. Yeye akasema saratani tatizo lake kubwa ambayo inaifanya ni hatari sana ni kwa sababu hainaga dalili, na mtu kuanza kuhisi au kusema kwamba asubiri maumivu ndo aanze kusema kwamba anaumwa saratani ni kosa moja kubwa sana, kwa sababu mwanzoni kwanza hamna maumivu na wala uioni. Ukishaanza kusikia maumivu, ina maana ni hatua kidogo ya mbele. Kwa asilimia kubwa wagonjwa wenye stage 3 na 4 ndo wanakuwa na maumivu makali sana. Kwa wastani takwimu zinasema takriban asilimia 40 ya wagonjwa wote wa saratani wana maumivu. Lakini pia nimeona machapisho mengine Tanzania na Afrika Mashariki yakionyesha karibia asilimia 90 ya wagonjwa wetu wa sehemu hii ambao mimi naishi wana maumivu. Hiyo ni Kusini mwa maana jangwa pia la Sahara. yes, ina maana pia wagonjwa wengi mimi nawaona au tunawaona huku ni kwa sababu stage zao zimeshaenda mbali sana, stage ya 3 mpaka ya 4. Ndio maana wengi wao tayari wakishakuja tu clinic au ofisini tayari maumivu yanakuwa yapo.
Kwa hiyo stage ya kwanza na ya pili mtu anaweza asiwe na maumivu, lakini kwa asilimia kubwa stage ya tatu na ya nne wengi wao watakuwa na maumivu, na kati ya wote hao ambao watagundulika na maumivu utakuta asilimia 30 mpaka 40 tu ndio maumivu yao, yani mtu au daktari ameangalia kwa ipasavyo. Wengi pia wanakuwa na maumivu, lakini maumivu yao hayatibiki kwa sababu labda hawajasema, au kwa sababu daktari hajawa makini, au labda kwa sababu wakati mwingine hata dawa zipo. Hizo ndio changamoto. Sio kila mgonjwa ambaye ana saratani maumivu yake yanasikilizwa na yanachukuliwa kama ipasavyo na yanadhibitiwa. Kwa kweli utofauti ni mkubwa, 40% kwa 90%. Kwa hiyo ina maana Mhm. watu wetu wanateseka zaidi. Mno kabisa kabisa. Na unajua Na pia watu wetu, tatizo lingine ni kwamba pia watu wetu hawapendi kuongea. Yaani anaweza kaja ofisini kwako ndio. ana maumivu lakini asiseme, aidha kwa sababu ndo walivyo, au wakati mwingine wanahisi saratani lazima uwe na maumivu. Kwa hiyo anaona sio issue kukwambia wewe, atakwambia kitu kingine, lakini anaona kama vile maumivu ni kitu cha kuendelea kuishi nacho tu, sio cha kukiongelea. Naona kama kwa sababu tayari mimi nimeambiwa nina saratani, kwa hiyo lazima nitegemee kuwa na maumivu. Mhm, mhm. Lakini hapa ndio inatukumbusha kwamba ile umuhimu wa kuhakikisha kila mwaka tunaenda kupima. Tukija siku nyingine hapa na kuchomekea tu, siku nyingine Ehe, tutakuja, utatuambia umri na aina za saratani ambazo mtu anatakiwa kufanya, sawa mwanamke kwa sawa mwanaume. Vipindi sawa sawa. vilivyopita nakumbuka tulizungumzia kwenda kuchukua taarifa, kwenda kufanya vipimo mapema, na Mm, nikakupa mfano kwamba kuna umri ukishafika, kwa mfano kama sisi tuna watu wenye ngozi nyeusi, tunaanza mm. kuambiwa kila mwaka naenda kafanya hiyo kipimo. Mm, mm, mm. Kwa hiyo Yeah. tutakuja Hiyo inabidi kuongelea hiyo tuzungumzie kwa ili sababu maanake kinga ni nzuri zaidi kuliko kutibu. kinga ni bora kuliko tiba, Waswahili Kuliko wetu tibu. wamesema. Yeah. Okay, sawa. Sasa daktari, tukiendelea Mm, umesema hapa kwamba magonjwa mengine hayatibiki, maumivu mengine hayatibiki kutokana na sababu mbalimbali. Hivi ni kwa mm. kiwango gani wagonjwa wa saratani hupata maumivu yasiyotibika au yasiyopungua hata kabla, hata baada ya kupata matibabu? Kwa kweli sina takwimu za moja kwa moja, lakini kiwango ni kikubwa, na kiwango kinatofautiana kutokana na stage. Kama nilivyosema awali, Mm, wagonjwa wengi ambao ni stage ya 4, ambayo mtu mara nyingi akiwa stage ya 4 ina maana saratani yake sio ya kuitibu au ya kumfanya asiwe nayo, huwezi kuiondoa. Kwa Kiingereza tunasema you cannot cure. Kwa hiyo stage ya tatu mpaka ya 4 mara nyingi sana daktari anashindwa kudhibiti ipasavyo maumivu ambayo yanatokana na saratani au stage hizo mbili. Kwa hiyo kwa takwimu inaweza ikawa inategemea sehemu na sehemu, lakini sehemu kama yetu zaidi ya asilimia, naweza nikasema zaidi ya asilimia 50 ya wagonjwa wetu maumivu yao sio yale ambayo unaweza ukayatoa moja kwa moja. Kwa hiyo yanakuwa maumivu ya muda mrefu au endelevu. Kila siku atakapokuja kliniki atakueleza tu ana maumivu sehemu fulani sehemu fulani. Utampa dawa ya kutuliza, lakini sio dawa ambazo utampa na maumivu ya kati kabisa. Utampa tiba, unaweza kumpa mionzi, unaweza kumpa chemotherapy, lakini bado maumivu ya kiwango fulani utaendelea kubaki. Kwa hiyo bado kwenye sehemu kama hii maumivu ambayo yako ya kila siku ni makubwa sana kwa wagonjwa wengi sana. mm. Mm. Ah, ni huzuni kwa kweli. Hapo mwanzo wakati tunaanza ulizungumzia kwamba mtu anaweza akapata maumivu kutokana pia na tiba. Labda ukutueleza kwa undani zaidi, labda ukifafanua, maanake pale uligusia tu matibabu Mm. ya maumivu hayo yanahusisha nini kwa undani, umwelezee mtu, kwa Mm. mfano kama tiba Mm. mbadala, ushauri wa kisaikolojia au nini? Mm. Mm. Okay, so nilizungumzia tiba hizo tatu. Kwanza ni upasuaji. Tunajua upasuaji wa aina yoyote yule, mtu lazima asikie maumivu kwa sababu anaenda chumba cha upasuaji, visu vinatumika. Kwa hiyo maumivu yatakuwepo ile siku ya upasuaji na siku zinazofuata, lakini baadaye maumivu yanaweza kapotea. Kwa hiyo upasuaji kama upasuaji wenyewe unaweza kuleta maumivu, lakini pia kuna aina fulani ya maumivu inaitwa kwa Kiingereza phantom pain. Phantom pain ni kwa wale ambao wanapata saratani za mifupa. Mtu labda anapata saratani ya mifupa, ili aweze kupona anabidi ule mguu wake ukatwe. Ule mguu ukikatwa
anavyozidi kuishi baada ya ile operation, huwa wanasikia maumivu ya kile kiungo ambacho kimetolewa. Mfano alikatwa hapa kwenye goti, anasikia maumivu ya ule mguu ambao haupo mguu, lakini anasikia maumivu yake. Mguu lakini haupo, lakini anasikia kwa sababu ya zile ile mishipa ya fahamu ambayo ilikatwa yenyewe inaendelea kutuma message kama vile mguu upo. Kwa hiyo Na hayo ni wakati maumivu mguu haupo. haupo, lakini anahisi kama vile mguu upo na una maumivu, lakini ukimwangalia anakuta mguu hapo. Kwa hiyo kila mara anajisikia hapana, sina mguu lakini maumivu anasikia. Kwa hiyo kuna wagonjwa wetu pia wa saratani ambao walipona lakini baada ya kukatwa viungo vyao, inaweza kuwa ni mguu, inaweza kuwa ni mkono, lakini bado maumivu yake ya namna hiyo yanaendelea kuwepo. Kwa hiyo upasuaji inaweza kusababisha maumivu, lakini pia chemotherapy inaweza kusababisha maumivu. Watu wengi Chemotherapy ndio sana, nini? chemotherapy ndio zile dawa za saratani ambazo mtu anapewa kwa njia ya mishipa ya damu. Kwa hiyo Kama unapewa kama drip. drip. Kama drip, unalala hivi, alafu damu ile au dawa inaingia kwenye njia kama drip, inaenda mwilini kuwa chembe chembe zote za saratani ambazo mtu anaweza akawa nazo. So zile dawa huwa zinasababisha vitu vingi sana, na mojawapo ni maumivu. Mtu anaweza akapokea dawa leo, siku kadhaa zinazokuja mwili karibia wote unauma kwa muda mfupi, lakini of course sio kwamba inaendelea. Kwa hiyo tiba kama tiba inaweza ikasababisha. Kuna dawa zingine tunawachoma kwenye mabega kwa ajili ya aisaidia mwili kutengeneza chembe chembe nyeupe. Wakati mwingine chembe chembe nyeupe za damu zinashuka, kwa hiyo unamchoma mtu sindano kusaidia mwili kuzitengeneza. Chembe Wengi wao chembe nyeupe, tukiwachoma, white blood cell. yes, white blood cell. Wengi tukiwachoma, kesho yake utakusikia wanalalamika mifupa inauma, kwa sababu ile dawa inaenda kwenye mifupa kuambia mifupa kutengeneza damu. Kwa hiyo tiba kama tiba inaweza kusababisha maumivu. Ukija Kwa kwenye hiyo mionzi, kabla tujaenda kwenye mionzi, hizo chembe chembe nyeupe kwa nini mnamchoma kutengeneza? Zitasaidia kupigana na uh, kupigana na mashambulizi ambayo mtu anaweza akapata kutokana na bakteria. uh, Yes, kwa sababu wakati mwingine kutokana na ugonjwa wenyewe au kutokana na tiba, chembe chembe nyeupe zinashuka. Sasa zikishuka, huwezi kumwacha mgonjwa wa saratani awe na chembe chembe nyeupe ambazo ziko chini, kwa sababu atapata maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo unamchoma hiyo sindano ili mwili utengeneze zile chembe chembe nyeupe kwa haraka iwezekanavyo. Ukimchoma leo, mara nyingi ndani ya masaa 24 au masaa 48 chembe chembe nyeupe zimesharudi kama kawaida. Kwa hiyo mtu anaweza kaendelea tu na maisha yake. Ukija kwenye mionzi pia, mionzi inaweza kusababisha maumivu. Yenyewe inatumika pia kutibu maumivu. Lakini hiyo wakati mionzi huo inakuwaje? Mtu ambaye hajawahi kuja hospitali kabisa, hiyo mionzi anaenda kufanya kama x-ray, anafanyiwa kama MRI, anafanywaje? inataka kufanana na vitu kama hivyo, kwa sababu unajua kwenye x-ray kuna mionzi fulani inatengenezwa na mashine, inaingia mwilini na kunapata picha. Kwa hiyo hata kwenye mionzi kuna kitu kama hicho. Kuna mashine maalum ambayo inatengeneza hiyo mionzi, lakini hiyo mashine inatumia teknolojia ambayo ni ya kisasa sana. Inatumia picha ambazo mtu anapigwa, hizo picha zinaingia kwenye kompyuta inatengeneza mionzi, inapiga mahesabu vizuri kabisa kupitia kupitia maelekezo ya daktari. Na mahesabu yanapigwa na kompyuta ambayo ndio daktari atakuwa ameingiza zile takwimu kwenye ile kompyuta. Alafu inatengeneza dozi na ukali wa mionzi, ambayo sasa hiyo mionzi inaenda kwenye mwili, actually inaenda kwenye uvimbe wa ile saratani, au inaenda kwenye ile saratani kujaribu kuua zile chembe chembe ambazo ziko kwenye ule uvimbe za saratani, na kufanya ule uvimbe upungue ukubwa au pia upotee. Lakini mara nyingi wakati inaenda kushambulia ule uvimbe, inakutana na chembe chembe za kawaida za mwili ambazo hazina shida zenyewe, kwa sababu mara nyingi unaweza kukuta ule uvimbe uko chini ya ngozi au uko chini ya kiungo ambacho ni kisalama kabisa, hakina ugonjwa. Kwa hiyo inapopita pale ndio inaweza kuleta maumivu. Wakati mwingine sana sana tunaonaga wagonjwa wetu wanakuja na ngozi zao kidogo, sio wote. Utakuta mtu ngozi yake kidogo labda imeumia, imebadilika rangi, imebabuka, wakati mwingine mpaka kidonda kimetokea, na kile kidonda kinasababisha maumivu. Kwa hiyo inakuwa ni tiba, lakini kwa muda mfupi tiba hiyo hiyo inaweza kuleta maumivu. Ngaja maumivu inakuwa sio ya muda mrefu. Kati ya mionzi na kimo, hiyo ambayo umetuambia drip, ipi ambayo inasababisha nywele kunyonyoka kabisa? Ni kemo, ile ya drip ni kemo. Na lakini nywele zinanyonyoka kwa muda mfupi. Ukishamaliza tu nywele zako zote zinarudi, na mtu anaweza asijue hata kama ulishawahi kuwekewa kemo. Zinarudi kama zilivyokuwa. Na wakati mwingine kwa wagonjwa wengine wanakuwa na bahati nzuri sana, zinarudi zinakuwa nzuri zaidi kuliko hata zile mtu aliyokuwa nazo kabla.
Mm. Haya, kwa kweli tunajifunza mengi. Tuzungumzie dawa, maanake hapo po umezungumzia dawa aina mbalimbali. Wakati na peruzi Mm. huku na huku Mm. mtandaoni, kabla ya kuja kufanya kipindi chetu hiki, nikakutana na dawa inaitwa morphine. Morphine, sijui kama Yeah, atakupatia, ni lakini sawa kabisa. hii dawa wanasema inasaidia maumivu, lakini Mm. zinahofiwa sana na jamii. Unaweza Mm. ukatueleza ni kwa Mm. nini dawa hizi ni muhimu na zinavyotumika kwa usalama? Dawa hii ni muhimu sana kwa sababu tumeshaongelea hapa kwamba wagonjwa wetu wengi wanapata maumivu na maumivu makali, sana Mm. sana wale ambao stage zao zimeenda mbele sana, stage ya 3 mpaka ya 4. Kwa hiyo morphine ni dawa ambayo tunaitumiaga mwishoni kwa yale maumivu ambayo hayajatibika na dawa za kawaida. Tunaanzaga na dawa ndogo sana, labda Panadol, baadaye utarudi kwenye dawa zingine kama diclofenac na namna kama hiyo. Lakini sasa unaweza wakati mwingine ukatumia hizi dawa zote na ambazo nimezitaja, Panadol, diclofenac, hizi ambazo wewe unazijua wewe mwenyewe, ambazo watu wanazipataga tu madukani. Mm. Unatumia zote hizo, lakini mtu bado anaendelea kusikia maumivu. Pale sasa ndio dawa kama morphine inakuja. Dawa ya morphine kwa kiasi kikubwa hapa Tanzania au kwa jumuiya yetu hii au sehemu yetu tunaitoa kwa mfumo wa maji. Ni dawa ambayo iko kwenye mfumo wa maji, mtu anainywa tu kidogo na inakata maumivu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni dawa ambayo tunaiacha kwa maumivu ambayo ni makali sana, na inasaidia watu wengi sana. Inasaidia sio tu kutoa maumivu, lakini inaweza kumfanya mtu akatulia, kampa usingizi, akalala vizuri kabisa. Na ni kitu wakati mwingine ndio unachokitaka, kwa sababu mgonjwa ambaye ana saratani na maumivu makali, na mara nyingi anaweza kawa anahangaika, anawaza hili na lile, halali kwa sababu ya maumivu. Kwa hiyo ukimsaidia ukatoa maumivu na akalala, kwa kweli unakuwa umemsaidia sana mgonjwa. Hofu ni moja Mm. ambao unaiongelea. Kwa maana hii dawa Eh. kwa hapa Tanzania imedhibitiwa, sio kila mtu anaweza kaitoa, na sio kila hospitali ya serikali ina uwezo kutoa hiyo dawa, kwa sababu ina uwezo wa kutengeneza tegemezi. Yaani mtu akiitumia baadaye anaweza kaa anaitegemea sana, kila mara akaa anahitaji. Kwa hiyo inahofiwa kwamba inaweza ikawa kama madawa ya kulevya. Sio kama madawa ya kulevya. Tegemezi kwa Kiingereza tunasema addiction. Kwa Kiswahili chake ndo tunasemaje? Addiction. Tegemezi, addiction ni tegemezi, nategemea yani, Mhm. sijui Anaweza tuseme. asifanye vitu vyake vya kawaida, akawa Bila kila mara hiyo. anataka morphine. Bila hiyo, hapo ndo hofu kubwa ambayo tunayo. Na kwa wewe ambao uko Marekani na watu wanaoishi Ulaya, tunajua sana kwamba dawa ambazo ni tegemezi zimesababisha vifo vingi sana, kwa Mm. sababu watu wanatumia, na unavyozidi kutumia ndio unavyozidi kuitegemea, na unavyozidi kuongeza dozi. Kwa hiyo dozi ikiwa juu na juu zaidi, utataka dawa nyingine ambayo ni zaidi ya hiyo morphine, na yenyewe utahitaji juu na juu, na kuna siku utaji overdose. Nadhani wewe unaelewa Lea, na watu wangapi wamekufa huko Marekani kwa sababu ya Mm. drug overdose, na ni janga kabisa. Nadhani mpaka Trump juzi alileta shida kidogo na Canada kwa kitu kama hicho, alisema haya na dawa nyinyi mzifuatilie vizuri, Mm. zina drug overdose. Yes, ndio maana inadhibitiwa, lakini ni dawa ambayo ikidhibitiwa vizuri na ikitumika vizuri, matokeo yake ni mazuri sana kwa mtu yeyote ambaye ana maumivu. Daktari, wao Ndio. wagonjwa wanaopata maumivu kutokana na ugonjwa wa saratani, najua wewe ni mwanaharakati wao wa kuwatetea. Hapa nakuuliza Aha. swali, unahisi Mm. mifumo yetu ya afya inafanya Mm. kazi vizuri katika hospitali za kawaida kuwasaidia watu wenye maumivu kutokana na saratani, kwamba dozi yake ndio anapata, lakini huyu mtu ana maumivu? Nadhani mifumo ya afya inawasaidia, sio tu kwenye nchi yako, lakini kwa hilo jangwa la Sahara kwa ujumla. Mi nadhani bado kuna uoga mkubwa sana. Kwa hiyo mifumo mingi ya afya iko kwenye uoga zaidi, kwa Kiingereza tunasema defensive. Na kwa sababu iko kwenye defensive mode au ule uoga ya kujitetea, wanajikuta kwamba wanawanyima fursa au wananyima uwezo wa kuisambaza hii dawa kwa kila mtu ambaye anahitaji. Kwa hiyo utakuta ni vituo vichache sana ambavyo vimeweza kuiweka hii dawa kwa kuhofia tu hilo ambalo tumeliongea la awali, lakini kwenye hiyo hofu wanasababisha watu wengi wanakosa, na kwenye kukosa Mm. hiyo dawa inamaanisha watu wengi sana hapa ninapoishi mimi na hili jangwa la bara la chini la bara la Afrika, la Sahara, wengi wana maumivu kwa sababu hawezi kupata morphine, na kati ni dawa moja ambayo ni rahisi kuipata kwa sababu ni rahisi kuitengeneza, haigharimu hela nyingi sana,
na matumizi yake kuitumia ni rahisi. Kumbuka nimekwambia ni kama maji tu. Unaweza kuweka kwenye kizibo cha chupa ukanywa. Sio sindano. Mtu anaweza akaitumia akiwa nyumbani na anaweza akajipa dozi kadri anaposikia maumivu yeye mwenyewe, kwa sababu pia dozi zinatofautiana mgonjwa hadi mgonjwa. Kwa hiyo nadhani mfumo wetu wa afya umepiga hatua kubwa kiukweli miaka inavyozidi kupita, lakini bado kuna sehemu ya maumivu bado tuko nyuma. Na hata pia watu wa huduma wenyewe ambao ni sisi madaktari, naona mara nyingi sana tunashindwa kuuliza wagonjwa wetu kama wana maumivu. Sawa? Na tunajikita sana kwenye kutibu saratani bila kumuuliza na maumivu, na je, maumivu yako mimi nimeweza kukusaidia kuyatibu. Kwa hiyo mgonjwa kila siku anakuja hospitali, maumivu yako pale pale. Akifikia hatua kuongea na wewe kuhusu namna gani maumivu yanamsumbua, ukitaka kumpa morphine, ni Heri peke yake au Dr. Heri peke yake, kwa sababu yuko Muhimbili ndo ana uwezo wa kutoa hiyo dawa. Ukitoka nje ya Dar es Salaam labda kilomita 50 au 60, unakuta kuna mwananchi mwingine hawezi kupata dawa hiyo hiyo. Kwa hiyo imebaki kwa sisi tu ambao kwa bahati nzuri tuko na hospitali ambazo ni kubwa, ambazo tuna uwezo wa kuandika haraka haraka na kutoa. Na hata tukiandika haraka haraka, mgonjwa hawezi kupata ile dawa kwa wingi wa mahitaji yake kwa sababu ya vidhibiti ambavyo vipo. Anatakiwa apewe tu kidogo. Kwa hiyo anaenda nayo, ikiisha haraka anarudi tena hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna kwenda na kurudi kwa kiasi kikubwa sana. Na yote hiyo kama ninavyosema ni mfumo ambao umejaa uoga, labda kwa sababu ya hizo taarifa au story ambazo tumezisikia tu sana kwa wenzetu, na tumeshindwa kujifunza na kujua namna gani tunaweza tukatumia sisi kuwa wazuri zaidi kuliko Marekani au watu wa Ulaya. Changamoto bado. Tunaamini kama ambavyo wameendelea kujitahidi kuboresha mifumo ya afya, na kwenye haya pia wataendelea kuboresha. Swali la mwisho tukiwa tunamalizia kipindi chetu kwa leo, una ushauri gani kwa familia au walezi wa wagonjwa wa saratani kuhusu kutambua na kuripoti maumivu kwa wakati? Maanake kama ulivyosema, wengine wanakuja lakini hata kusema anashindwa kusema. Sasa wale wanaowasaidia. Asante sana. Wiki hii nilipata bahati ya kukutana na mama mmoja mstaafu na ni mwalimu. Alikuwa na saratani ya kinywa na ulikuwa unaona kabisa ana uvimbe. Ukiwa kwa mbali unamwona uvimbe. Ukiacha uvimbe, mwili wake uko sawa tu. Watoto wake wanampenda, wanamleta hospitali. Lakini nimekutana naye tayari mara 3. Mara 2 mfululizo unamuuliza unaendeleaje, anakuambia niko salama. Unamwacha unaendelea, bado una maumivu. Nasikia maumivu. Lakini ulishamuuliza unaendeleaje, uko sawa, anakuambia yuko salama. Mpaka mimi daktari niwe na nia ya kutaka kujua kitu fulani kwa kukiuliza na kwa kukitaja, ndio baadaye ananiambia kwamba actually ana maumivu. Na pale pia watoto wake na wenyewe wanakuja wanadandia, wanasema hapana, mama ana maumivu, na akiwa nyumbani hapendi kuongea na nyamaza, lakini ukiongea naye zaidi anakwambia ana maumivu. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba wagonjwa wawe na ujasiri, kwa sababu ni haki yao ya kuongea kile kitu ambacho wao wanajisikia. Na daktari akikuuliza unaendeleaje au unajisikiaje, sema unavyojisikia, na ndio maana uko pale, sema yale yote ambayo yako moyoni. Labda tu usiseme matatizo yenu ya kifamilia, lakini sema kuhusu mwili wako unajisikiaje, ili daktari aweze kujua nini afanye ili aweze kusaidia. Na ndio maana uko pale. Kwa wale ambao wanatoa huduma kwa wagonjwa, hawa ndugu, wanaweza kuwa ni watoto, wanaweza kuwa ni wanaume zao, wanandoa wenzao, waendelee kuwapa nafasi wagonjwa, au waendelee kuwa encourage, tunasema kuwapa ujasiri wagonjwa kuongea pia vile wanavyojisikia wakiwa majumbani, lakini wakiwa hospitalini, kuwapa nafasi wagonjwa waongee, kwa sababu wakati mwingine wakijaga hospitalini wakisindikizwa kwa upendo tu, unakuta muuguzi ndo anaongea zaidi kuliko mgonjwa. Nadhani hiyo kidogo tunakosea, kwa sababu mgonjwa ndo mtu pekee anaweza kaongelea vitu kwa uhalisia, kwa sababu yeye ndo anaviumwa. Hakuna daktari, hakuna muuguzi ambaye anaweza kavaa viatu vya mgonjwa. Tuwape nafasi, wa encourage waweze kuongea, ili vitu vyote ambavyo vinaleta maumivu au changamoto yoyote daktari aweze kuvisikia, na sisi wote kama timu, na maana mgonjwa mwenyewe, muuguzi na daktari, tuweze kuvitatua. Na wauguzi wasichoke, kwa sababu kuna kuchoka pia, especially kwenye saratani, kwa sababu ni ugonjwa wa muda mrefu, kuna kuchoka. Na kwenye kuchoka
kuna wakati wanawakandamiza wasiongee, wanajisikia nini, kwa sababu wewe labda vumilia bwana, jikaze, umeelewa? Vitu kama Mm. hivyo vinamfanya mgonjwa aogope kesho yake kusema kwamba najisikia kitu fulani, kwa sababu ataambiwa ajikaze, ataambiwa avumilie, kwa sababu yule anayemuuguza labda amechoka, labda hajui. Kwa hiyo ningependa wagonjwa na wale ambao wanawauguza kuwa na ule ujasiri wa kuongea, tubadilike ili tuweze kupambana na huu ugonjwa. Huu ugonjwa tusipoongea tuletea shida zaidi. Huo ndio ushauri wangu. Asante sana. Wauguzi wale walezi wasichoke, na kama wataweza, kuna kipindi ambacho hapa hapa kwenye chaneli yetu ya saratani tumezungumzia kuhusiana na wauguzi. Umewapa ushauri mzuri sana, kuanzia wale Mm, wataalamu mpaka ambao wa majumbani. Pia wakienda huko, basi watapata kujielimisha zaidi, kwa sababu tuliongea kiundani zaidi kipindi hicho. Basi tumefikia mwisho wa kipindi chetu ambapo tumegusia kwa undani maumivu yanayosababishwa na ugonjwa wa saratani. Tumejifunza kuwa maumivu yapo haya sio ya kawaida. Hilo ndo mm. nimejifunza kwa kweli. Yaani lakini yanaweza kudhibitiwa kwa matibabu sahihi na kwa msaada wa kitaalamu. Bado pia tunawakumbusha kwamba tutaendelea kuzungumzia masuala mbalimbali ili kuhakikisha wagonjwa wenye saratani wanaendelea kuishi kwa maisha yenye heshima bila mateso ya kimwili. Kwa hiyo familia na jamii zetu zina nafasi kubwa ya kusaidia na kutambua na kuripoti changamoto mbalimbali wanazokutana nazo. Asante sana Daktari Heri Tungaraza kwa elimu hii muhimu. Karibu. Asante, na mimi nawashukuru wote waliojiunga nasi, lakini tunawaambia tu wa subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Saratani ili kupata vipindi vingine vinavyofuata, na wakumbuke tu kwamba maisha yanaendelea na kuna maisha pia baada ya kuambiwa una saratani, kwani saratani siyo hukumu ya Kabisa. kifo. Mimi ni Lea Mushi na kutakia wakati mwema. Kwa heri. Daktari Waage. Kwaheri, kwaheri, wakati mwema kila mtu. Asante.